Robert Waihenya. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, nikipendezwa na njia zake na wokovu wake na huruma zake, sababu kama haingekuwa ni yeye, sijui ningekuwa wapi. Kristo ni mwema, ameniokoa na amenihifadhi. Asante kwa kazi jema watu wa Kayole ambao umefanya. Kusema kweli kazi imefanyika. Asante kwa wazee wa kanisa na hiyo kikundi ya development. Hiyo kazi kusema kweli sasa inakaa kama Kayole, na Mungu awabariki na muendelee hivyo hivyo. Kabla ya kuingia kwa neno, nataka kutanja jambo moja. Tunaendelea kumalizia mhula wetu, na mwaka ujao tunapeana ofisi kwa watu wengine, na tumekuwa ofisi kwa miaka 6 na haikuwa rahisi. Na jambo moja ambao tumekuwa tukisukuma ni jambo linaitwa Milele Beach Hotel, na ni jambo ambalo tulilipata tukiingia kwa ofisi, na tukawa na shida sababu hii mkahawa ilinunuliwa na wazazi wetu ambao hapo mbele waliona ya kwamba ni vizuri tuwe na mkahawa, na ukauzwa na mzee ambaye alikuwa mzee wa kanisa ambaye alikuwa naitwa Elder Mahehu, akatuuzia miaka ile ya zamani. Lakini mwaka wa 2010 kukawa na wazo la kupanua huo mkahawa, kujengwe luxury apartments ili mkahawa uweze kuendelea na kupata more resources and more clients, na uweze kuwa wa kisasa kidogo. Na wakachukua loan ambayo ilikuwa ya 650 million, na hiyo loan ilikuwa ilipwe sababu hizo apartments ilikuwa ziuzwe. Bado zitakuwa za mkahawa lakini ziuzwe, na watu kadhaa wakanunua off plan ili sasa mkahawa uweze kujisimamia vizuri, and it was a good plan. Lakini walipochukua hiyo loan, wale ambao kama wale ambao wameombewa mara 3 hapa wanaweza kubuka, hawa ni wa samani kidogo. Kukawa na shida ya terrorism pale Mombasa, na hiyo ikasukuma na mikahawa mingi sana ikafungwa. Ile 650 haikuwa itoshe kujenga nyumba hizo, ni mingi, ni zaidi ya 85 houses, na nyumba moja ilikuwa ina cost between 20 million and 25 million siku zile. Kwa hivyo there were good houses, na kukawa watu kama 20 ambao walikuwa wamenunua wakalipa deposit. Sasa wakati kulipokuwa na terrorism attack, pesa haikutosha. Kuna watu ambao wanasema kuna pesa zilitumiwa vibaya. Mimi sikuwa ofisi wakati ule, hata nafikiria tulikuwa shule na kina Mwaora. Lakini sasa kukawa na shida. Ile loan ya bank, sababu nyumba hazikumalizika, there was a problem, na loan ikaanza kuzaa. Tulikuwa tunalipa na tumelipa pesa mingi, na kila mwezi kanisa imekuwa ikilipa 13 million, na loan haikuwa inapunguka sababu ya interest na penalties ambazo zilikuwa. Zinakuja. So by the time hilo jambo la terrorism lilikuwa linaisha, hata mkahawa wenyewe ukawa umeenda chini sana zaidi. By the time tulikuwa tunaingia kwa ofisi, mkahawa ulikuwa una operate na 10 rooms out of about more than 80 rooms ambazo ziko kwa mkahawa kule, na kwa hivyo mkahawa hakuwa unajimundu. Lakini kwa uwezo wa Mungu tukaweza kutafuta hela kidogo kidogo. Wakati tunajaribu kutafuta watu watutengenezee mkahawa, wanatupatia bill ya 80 million, 75 million,
na kusema kweli hatungepata pesa kama hizo. Sikujua ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanamezea mate mkawa wetu, lakini sababu tuko na mafudi pale kwetu kwa ofisi, tukawaambia edeni chini, na tukawa na kamati dogo ya huko Mombasa waungame ili waweze kushikana, watuambie kama kuna kioo kinatakikana hapa waandike bei, kama kuna ubao waandike bei, tujue ni pesa ngapi. Na hivyo ndivyo tuliweza kubadilisha hiyo mkahawa, sababu badala ya 80 million 75 million zile ambazo tulikuwa tunaambiwa tutengeneze na turudisha mkahawa katika hali ya ambayo ingewezesha itumike, tulitumia only 5 million na mkahawa ukarudi vile ulivyo. Na COVID nayo ndio hiyo, na kukawa na shida ya COVID, lakini after COVID tukaketi kama business. Mimi sifanyangi mambo yangu, ni business ikiketi inasema kufanywe hivi, I do all the communications. Na business ikauda kamati dogo iangalie kama mkahawa was still viable au tuiachilie iende, sababu nayo loan ilikuwa imepanda sana. Kamati hiyo ikafanya kazi yake na ikarudisha report kwa business na ikasema mkahawa ni verifiable. Vile tunatakikana kufanya ni tuweze kuitisha pesa zile ambazo watu walikuwa wameitishwa na zilikuwa kwa budget, ili tuweze kujenga 2 blocks, na tukimaliza 2 blocks halafu ziuzwe, hiyo pesa itakuwa ya kutosha kulipa deni yote, halafu tuachwe tukifanya hayo mambo mengine. Lakini tulisunguka, na wale ambao ni wa Presbytery wanajua tulisunguka, na tukapewa, sababu tulikuwa tunataka 130 million na tukapewa 125 million na Presbyteries. Lakini hatukujenga, tukaanza mifurutano, tukaanza tunajenga, hatujengi, niambiwe hii, hatukujenga. Na wakati tulipochukua the 125 million tukaziweka kwa bank ikasema, sasa tumeona you people you are serious, na kwa hivyo wakati mnajenga badala ya kulipa 13 million muwe sasa mnalipa 5 million. Lakini hatukufanya lolote, hatukujenga. Katika hali ya kufurutana kwetu, muda wetu wa 23rd General Assembly ikaisha, na ilipoisha hatukujenga. Kazi katika nayo loan ikaanza kupada juu sana. Loan ambayo ilikuwa 600, by the time tulikuwa tuna uchaguzi ukaisha na watu wakaingia kwa ofisi, it was a lot of money. So tukashindwa tufanye namna gani. Walipoingia kwa ofisi, and I want to thank the Deputy Secretary General, akasema ni lazima tujenge. Na wale ambao walikuwa wameenda wamenunua off plan walienda kotini na wakawa awarded na koti, na wakaadua pesa mingi sana, mingi. Mtu alikuwa amelipa 3 anapewa 7. Mtu alikuwa amelipa, nafikiria yule ambaye alikuwa amelipa pesa mingi sana alikuwa amelipa 8. Lakini koti, sababu ya loss of income, ikawapatia a very hefty award. Hizi pesa, sababu wamepewa award na kesi imeamuliwa na koti, ndizo tulikuwa tunatumia kuwalipa. The 125 million plus kidogo zile zilikuwa zinatoka kwa mkahawa. So by the time tulikuwa tunaingia kwa 24th General Assembly, tulikuwa na loan balance ya over 1 billion, sababu ilikuwa imepanda, na tulikuwa tunafikiria kwamba tukiweza kujenga tutaweza kulipa hizo hela. Kusema kweli, watu wengi wakaweza kuchafua jina la milele watu kadhaa ambao tunawajua na tunawafahamu, ambao hawaoni kizuri kwa kanisa lao.
Mimi siko na siwezi ofisi yangu siwezi nikamjibu mtu hata akinitusi hata akisema nini, ni sawa, lakini nifanye kazi yangu. So tulipoanza kujenga, watu wengine wakachochea bank, sababu pesa tulikuwa tumeweka Family Bank na loan iko KCB. Wakaenda kwa KCB wakawaambia tumeanza kujenga na tumechukua loan kwa Family Bank, lakini sio loan, ni zile hela mlipeana. Kwa hivyo sasa mimi nikiwa kwa ofisi napigiwa simu na mkubwa wa bank ya KCB kuniambia wanakuja pale Mombasa kuona vile mkahawa ulivyo, na walikuwa tu wanataka kuona kama ni kweli tunajenga ama hatujengi, ili wadhibitishe tulikuwa tumechukua loan. Lakini nataka kuambia ya ukweli, hakuna loan tumechukua for the 6 years ambao tumekuwa kwa ofisi. Tunatatua matatizo ya zamani, lakini watu wengine wanajaribu kutengeneza pesa kidogo hapo kwa mkahawa wetu. So wakati walienda na wakaona kweli kunajengwa, hapo ndipo walisema ya kwamba tumewakosea na wakaleta the bagel. I want that for my bakery. 1 dough, 3 signatures. Moringa, turmeric curry, raisin and cinnamon. Easy to recreate for a guaranteed success. The full video is on Le Saf Aime. Bila kuongea sababu ya wale ambao walienda kuambia hivyo, wakaleta receiver. Mkawa wetu ukawa under receiver. There have been accelerated efforts kuona mkawa umeuzwa. Lakini nataka kuambia ya kwamba hii shida mjue ni shida ya kiroho. This is a spiritual problem. And that is why I have stood and said we are not selling. Hapo milele ni juzi tu tulimaliza kujenga kanisa ambalo limecost kama 300 million. Iko kwa hiyo shamba. Na hiyo kanisa, shamba ikienda, hata kanisa letu linaenda. Na hiyo itaharibu umisheni wetu pale Mombasa. Sio tu Mombasa, hata huku. Huo mkahawa, sababu kulichukuliwa loan ya 650 million, tumelipa about 900 million. Na hizo pesa tumelipa 900 million, sio zetu kama ofisi, ni zenu. Ni pesa ambazo umepitishia Kairete na zinakuja zinalipa loan. About 900 million. Sio zangu, ni zenu. Na mkahawa ukienda, pesa zenu zimezama. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujua tuko wapi. Na tumesukumana kusema ya kwamba tunauza, hatuuzi, tunauza, hatuuzi. Lakini mimi nimesimama na kusema ya kwamba mkahawa hauzi. Ndio, wakati tulipoambiwa ya kwamba deni yetu imefika 1.1 billion, kusema kweli hiyo ni deni kubwa. Na sikuwa nijue tutafanya namna gani ili tuweze kulipa hiyo deni. Lakini nikasema this is a spiritual problem and our God cannot be this unfaithful. Sasa tukasema tuende tutafute suluhu. Na hapo ndipo tulitumia the political card ili tuelezewe hii loan yenye tulibeba, sababu ni sisi 650 million miaka ile, na sasa tumelipa 900 million, na sasa tunaambiwa tuko na 1.1 billion. What is happening? Na hatujawahi pewa full statement. So it was ordered from above ya kwamba hiyo mahesabu ifanyiwe, na tukawa na watu wawili kutoka PCA, wawili kutoka KCB, wawili kutoka National Bank na wawili kutoka organization inaitwa ILAC. Na walipomaliza mahesabu kutoka 1.1 billion, ndio sasa tukawa na hesabu ambayo ilisema deni yetu ni 750 million. A drastic drop. Na huo mkahawa, hata kama sijui mahesabu yanafanywa namna gani na valuations, it is not worth 1.7 billion kama vile wanasema.
the hotel is worth more than 3 billion. Lakini sababu kuna mchezo wa tauni unachezwa, ndio maana tunaambiwa ya kwamba the hotel is worth 1.7 billion. That hotel can be saved. Na wakati business ilipokea hayo mambo, ndio ikasema ya kwamba tuokoe mkahawa, na tukapeana pay bill ambayo imepeanwa, ambao watu wengi wametukanana, wamesema sijui, na business ikasema it is who is willing, those who are willing. Alafu tuendelee na kupasuu serikali, sababu iko na deni yetu pesa mingi, na bado kuna pesa tuliahidiwa. Nilisikia watu wakisema eti napeleka watu sijui wapi, lakini kuna pesa tuliahidiwa tukiwa kwa General Assembly, na tunasema ya kwamba we can be able to do this together. And therefore, for once, because we are talking about loyalty in the church, please support your church. Please. Watu wengi wameongea kwa social media, najua wametukanana. You choose. Support your church. Na tumesema kuna mambo mengi ambayo yanapangwa na yule chairman wa foundation, najua ni wa hapa kwenu. Kuna mambo mengi ambayo yanapangwa ili tuweze kuokoa mkahawa zote kwa pamoja, ili hili jambo na hii aibu ambayo imetupata tuweze iweze kutuondokea. All of us can be able to do this. Lakini sababu kuna watu ambao wanaongea vile wanavyotaka kuongea, tujiulize, what do I gain? What do I gain? Na kutumia matusi ambayo yanatumiwa na kuongea maongezi baya yale ambayo yanaongewa. Secretary General hajaandika barua yake, ni barua ya business. And we are talking about discipline in PCA. Na kwa hivyo ni vizuri tujiulize, huyu mtu ni kujenga, anajenga ama ni kubomoa? Mimi siwezi nikamjibu mtu, sababu kila mtu ako na huru kusema kile anataka kusema, lakini tuweze kuwa true disciplined Presbyterians. Na kwa hivyo, sababu hata tukisukuma serikali, sababu iko na pesa mingi yetu, pesa mingi sana, wako na pesa mingi sana yetu, hata tukiwasukuma pia, nanyi tusaidieni vile tutaweza kunusuru mkahawa. This is a spiritual problem ambao inajiinvest, ina maana kama ni physical problem. Lakini sio vizuri watu kila wakati, na wale ambao wanasema tusiuze mali ya kanisa, wao ndio sasa wanasema tuuze. It is wrong. Na zote hatuwezi lemewa. Na kwa hivyo tushikilie, let us save milele, for it is our heritage. And I say, and I repeat, ile aibu inaweza tupata kama kanisa, tukishindwa zote, itakuwa kubwa sana. So in your own way, take the pay bill. Kama ni shilingi 100 tuma, kama ni shilingi 1000 kulingana na vile Mungu amewabariki. Let us save milele. Mimi nimefanya langu, na kuna lile lingine ambalo nataka kulifanya ili nione ya kwamba tumesave milele. So let us do that. And I'm not ashamed to say, because I've been saying this from the beginning, let us save milele. Not because I have any interest, but this is a Presbyterian heritage. This is our milele. So we cannot dwell on a past mistake, kama pesa ilikuliwa hiyo miaka ile, kama ilitumiwa vibaya au hawakuwa waadilifu. You know, we cannot remain there. We must move. So all of us, I call upon us as others, and I'm really encouraged by the reports I'm getting from people, from presbyteries, from individuals, and the encouragement. Ni watu watano tu ambao wanatutukana na kufanya vile wanafanya. Lakini those of us who are called, and that is why mukisoma hiyo barua, nirudie, inasema those who are willing, let us save milele.
Milele is a PCEA inheritance. Tukimaliza kusave, sasa tuulizane, how are we going to manage Milele better? Because I don't think also we've been managing it properly, so that we can also give it out to people who are going to manage the hotel on our behalf. Tuachwe na mambo ya kuhubiri neno la Mungu. Wacheni tufanye kazi ya Mungu.